utukufu wa Mungu ili tupate kumsifu Mungu wetu.
sifa zako Ebeneza. Pokea sifa zetu kwa siku ya leo. Pokea maabudu yetu kwa siku ya leo Ebeneza. Mungu asiyeshindwa na kitu chochote ndiyo wewe Ebeneza. Hacha sifa na shukrani zikurudilie, maana unastahili Mungu wetu. Kuomba ni kwetu na siri ya kutimiza ni kwako. Hacha tuombe kwa jina la Yesu, nenda kumwabudu. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni muda mzuri wa kusikiliza waimbaji wetu. Wokovu moja, Testimani moja. Karibuni wandugu waimbaji, karibuni. Namba 291 kama unajua. Mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa, dhambi zangu na zako alizichukua, kwa damu aliniokoa, dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Yesu mwenye upole na mwenye upendo, ananitakasa rohoni. Nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi, alikufa msalabani, dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na nakusifu Yesu unayenipenda, daima nakushangilia. Dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa ni muda mzuri wa kukaribisha wageni. Kuna wale ambao
tunatamani kwenye wapo wasimame tuwakaribishe. Amen. Karibu ndugu. Karibu. Tunakukaribisha, unasema jina lako, mahali unatoka, karibisha. Karibu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Naweza kusema kwamba mimi siko kabisa mgeni hapa, kwa sababu nishakawahi kuingia kushiriki pamoja na wapendwa wakati mungali mnaingilia Mansonlex. Yes. Tuliingia pale tulifanya mkutano pale. Kusema tu kwamba ni muda mrefu tu si washiriki, lakini mimi siko mgeni kabisa, na wengi wetu najua kama wananijua. Naitwa Aise Betuta Bahebwa, njoma jina langu, na mimi nilifurahi kufika hapa leo kwa sababu tuchangie baraka za Mungu kwa mchana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa majina naitwa Furaha Mkioba, Mama Gloire, ndio hiyo ananiita. Nilipenda kuja kushiriki nani kwa siku ya leo. Tubarikiwe pamoja. Amen. Yesu asifiwe. Sema amen. Nataka niseme kitu kimoja ambacho hakijaenda vizuri. Walisema mwenye iko na wiki mbili hajafika hapa si. Wangapi hapo na wiki mbili hawajafika? Wiki mbili. Simama mahali ulipo, punga mkono namna hiyo. Amen. Wiki mbili. Kuna unajua nini, unapoingia kanisani ukijihisi hauna furaha, shinda nyumbani. Inatosha kabisa. Lakini hapa tunakuja kwa sababu ya kuja kuchota baraka za Mungu. Na kama nia na mazumuni sio kuchota baraka za Mungu, afadhali unashinda nyumbani. Hivyo ndivyo nilivyo mimi. Kama najisikia siko happy, no, sitaenda. Yes. Na ukijisikia una furaha kabisa moyoni mwako, njoo ufurahi na watu wengine. Nipenda nichukue nafasi hii. Tuliambiwa sisi ambao tuko karibu na mgeni tumpe mkono. Si ndio? Lakini nilitaka tena mgeni wetu asimame.
Ninataka niwatambulishe yeye kwa njia nyingine ambayo ataniambia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nimechukua nafasi hii? Ni kwa sababu unajua nguo ya mtu ikibadilika na mwendo unabadilika. Si ndio? Ukitaka ujue hiki, uangalia hata mtoto wako tu. Ukimpa nguo ya mpya na mwendo utabadilika. Na mama ni hivyo hivyo. Na baba wakipiga kasuti kazuri, wanapendeza hivyo hivyo. Kwa sababu ukiona bwana hapa apige kale kasuti, unaweza kusema mbona wangu hivi? Mbona? Si ndio jamani? Sasa kuna nguo ambayo ilibadilika, ndio maana nimependa nichukue nafasi hii kwa taarifa niliyoipewa na taasisi hiyo kwa awali. Nataka mjue mnampokea nani siku ya leo. Si ndio? Kwa zamani tulimjua kama mchungaji wa kanisa la Golgotha United Church. Tuko pamoja? Hivyo ndivyo tulivyomjua. Lakini kulingana na andiko la Mathayo sura ya ngapi? 28 mstari wa ngapi? 16, 17 mpaka 20. Na sehemu inatuambia mkawafanye. Kwa hiyo kazi inapopanuka ndio vile watu wengine wanakuja kwa Yesu. Amen. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ikawa imepanuliwa kwa maono ambayo Mungu amempa kuanzia kule tungali Afrika mpaka amefika mahali hapa. Kwa sasa tunampokea kama mchungaji wa kanisa la Nios. Amen. Nios Pentecost Church Australia. Amen. Hilo ndilo taasisi ambalo tunampokea mchungaji Isaac kwa sasa. Usimtafutie pale, ukiona hamu kwenda kuingia kwenye atatuambia, unaenda tu. Tuko pamoja? Amen. Hakuna mtu anafungiwa nafasi moja makamba hivi. Ukiona kama yaani usishinde kunyumba eti kwamba ni sahau, ukiona huku ni mbali unazungukia pale. Na mimi nikiona kwangu na pale Golgotha sio mbali. Sio eti unaumwa. Vile vile mnasema kama unaumwa ni vya bongo. Kwa sababu sasa nikikwambia usiporipoti hautapata pesa, mbona tunaenda mbali. Nikiona kama naumwa, kwa nini siende kuingia pale nikashiriki pamoja na wengine? Tuko pamoja. Sisi sote ni mwili mmoja na damu mmoja, na Yesu ni mmoja na Mungu ni mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu tuweze kumpigia tena makofi. Karibu sana, na tungependa leo utulishe neno la Mungu hata kama hujatuaga. Hata kama hujatuaga, sisi tutakupa rasmi utuhubiri leo. Amen. Pastor anaweza kabisa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri kwamba atulishe neno siku ya leo, tubarikiwe, alafu mambo mengine yatakuwa iko vizuri. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simuona kama macho kwake shakufa jamii. Kisha ni nete lakini macho tu bado yanakufa. Amen. Jestemani kwa karibuni. Na macho
Taimba wimbo wa Kibembe. Sijui kama nitaujua vizuri, ila nitajitahidi kupata msizi. Namba 3. Toanje masuku mose boka ya abecha ya kenda loele o ewe ya biachile ya kenda loele o ewe ya biachile ni na bele na biwawa no
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikashuhudia pamoja na wengine wote. Papa Simon njoo nimbishie sauti yangu. Ikawa Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtoto asimame, makayamba ushike kwa sababu uko na utamu sana. Mimi shukrani zangu ni kwamba tumetembea kuanza siku ya pili, tukatembea sehemu ambapo tumetembea masaa 15 kwa kuendesha 120 na tukafanya kila jambo kule na tukarudi na tuko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
matendo makuu anaendelea kumtendea. Kwa hii wiki mbili ilipita, nilikuwa nabeba watoto kwa masomo, nikawafikisha. Baada ya kuja nyumbani, nafika kugeti sasa. Pale kwenye mtu anataka hata gari uingize mpango. Sasa mimi nishakata na kuwa mfereji kabisa. Nikisikia nyuma yangu wananipiga pale. Nikasema frena katika au nikashtuka kwanza nikaitoka kufonda. Nikaenda angia mpango. Nikakia rudia kwanza nikabana break. Akakoma kimtaka simama. Kama gari ameuliza, "Eti okay?" Nikasema, "Okay, naomba kimbia." Si Mungu anakukimbia, anakurudisha hapa. Ni Mungu huyu. Ndio nikaita mtoto wangu mpaka alikuwa pale. Nikaita polisi. Polisi hakuja. Yaani hakuna kujitetea. Polisi niliulizwa nimeona. Eti nilimuona. Alikuwa anasimama ndio. Ndio kumjonga tada hika ngapi? Uangalie iko nafanya nini. Oh hapana, alisimama mbarabara. Simama mbarabara. Mtoto kaambia hapa, mama kusimama mbarabara. Alikuwa anaingia dongo. Na akamwona mama kwa hiyo aligonga gate. Wewe hawezi jitetea. Nikaona sasa vile Mungu alifanya muujiza. Kwa hiyo sasa ningekuwa na watoto tungelumia vibaya sana. Kwa sababu gari nyuma ilipondekana yote. Yaani palipatia pale kwenye shoferi anikala. Imagine kwa hiyo sawa watoto wangekuwa mgari. Kama sijui. Nikaona sasa vile Mungu amefanya muujiza kwangu. Nikaona sasa vile Mungu ananishangaza. Yaani nikasikia nikatetemeka, mie wote nikatetemeka. Kwa hiyo wiki naiba tena watoto, natoka kwa masomo kwa watoto. Tunafika tena mbele ya mlango. Tunasimama kwanza pembeni na ndiketi kwa naangalia. Palipia gari ipite. Tena hapo nataka niingie tena. Gari ikuye. Na niko na watoto mara wote mgashi. Nikasema wewe Mungu wewe, nikupe nini Mungu wangu? Amen. Nikupe nini? Kwa hiyo ulinzi unaendelea kulinda Mungu wangu. Hata sijui nikupe nini. Sijui. Nikaona sasa vile Mungu anafanya milaki kwangu. Nikaona sasa vile Mungu anatenda muujiza. Yeye siwezi kushuhudia, yeye siwezi elewa. Nikasema Mungu asante. Kwa sababu niliona mimi sipendaki mazoea. Tunafunzwa kule kwetu nyumbani kukuya mbele ya kusema Mungu alitendea muujiza, alitendea mambo makuu, unakuya tu bila kitu. Tulikuwa tunaona mama yetu alikuwa anakuya hata mambuzi, anafungula mbuzi, kitu chochote kiko nacho. Anakuya mpaka kanisani, anakia shukuru Mungu. Nikasema mie kwa shukuru hapa Mungu bila hata chochote. Nasikia naona saa vile roho yangu haiziki kabisa kwa sababu kwetu kule kanisa yetu hatukuwa tunafunzwa vile. Kwa ushuhuda wangu wa leo nimeona Mungu akifanya. Hata wale achie Yesu
Pastor akasema mwenyewe na cha kushukuru Mungu akuye kule mbele. Chiko hakuna mwenye ataenda roho kaza ni bonga kweli au na kitu cha kushukuru Mungu. Na Joseph akasema kwenye nilikuwa naenda mtu mwenye nilikuwa naenda saa haiko mimi na tena kimbia mmoja nasema niteke mkanisa. Kisha mimi nafika pale mimi nakutana niko kwa hiyo. Kwanza mimi nashukuru Mungu kuona tulipataka connection mwa hivi ya masomo tukaendelea kwa mama. Mie nilianzaka na nikamaliza nilipata cheti changu semeni pase. Mimi nashukuru Mungu na tena ninashukuru Mungu kwa sababu kila siku tunasema kwenye Mungu anapitana na mwenye anahubiri. Tuambia tuite basi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Na mzungu na Afghanistan na sijua wapi mimi na Bwana muuliza, "Are you Christian? Do you know Jesus?" Hivi mama katana pale atuseme juu ya Mungu, mimi na Bwana nasema Mungu. Sasa vile masomo, sasa nilikuwa sema God bless you. God bless you. Do you know Jesus? Do you know God? Ya vile tu nikawa naonyesha mavideo hizo mu kanisa yetu, nasema hiyo kanisa yetu tunaingilia hapa mpaka tu graduate. Sasa tulitamaliza mimi na tai na ndo mzungu. Francine, I was looking for you. Nasema here I am. Ananiambia, "Thank you Francine, because of you I went back to church again." Hallelujah. Kanisa na muulizo mengia wapi? Akasema Souls Green Off. Kanisa ya tunakumbuka kanisa nisemaka Akasema nenda hapa ku Souls Green Off. Nikamwambia shukuru kuna kanisa pale Souls Green Off pembeni ya Trinity Hospital. Wewe na jambo ile cheti. Akasema sijui na ndio nikampatia address ya Crossroad. Nikamwambia kama utakia ku hapa kwetu Souls Green tunafahamu Kiswahili. Waende ku Crossroad ndio kuko English service. Akaniambia nipatie address, nipatie contact, kila kitu na kia kucheki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo siku hayakuja lakini leo siku nilipigia Francine, I can't make it today but next week I'll make sure that I'll be there. Ndio nikamtumia nimeelewa Pastor Anthony. Mimi nashukuru kwa ile roho ambayo Mungu anatuletea tena kanisani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu Mungu wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Hamjambo tena kanisa. Habari zenu? Salama. Mko salama? Ndio. Sawa. Ningependa mbele ya yote sikutembea mimi peke yangu, nilitembea na mke wangu, anaweza kufika hapa mbele. Amen. Asante sana. Karibu hapa mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa wale ambao hawanijui, nilikuwa nishajitambulisha. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Nayot Pentecostal Church. Amen. Sawa vile gisi mchungaji alijulisha, na kwa leo nafanya huduma Elizabeth Vale hapa kwenye tulibarikia ndoa ya kijana Simon. Hapo ndio tunafanya huduma ya Mungu. Elizabeth Safa. Ni hapo. Najua kama mnajua hapo. Hapo ndio tunafanya tungana huduma ya maombi siku ya pili. Kila siku ya pili saa 10 tuko tunakuwa hapo, na kila siku ya sita tuko tunakuwa hapa kuomba Mungu na tunaendelea. Amen. Bwana Yesu asiwe. Amen. Tunaendelea kabisa na njoo hivyo
Na kwa leo nilipenda niwamtembelee hapa leo, ila nashukuru mchungaji kwa kazi kubwa kabisa mnafanya hapo. Wakati tulikuwa hapo Manson Lakes, bado naona watu wanaongezeka. Kwa kweli Mungu aendelee kukubariki. Unachapa kazi hapa. Na pamoja na hiyo, huyu ndio mke wangu, nampenda sana. Tuko naye sasa watoto 8. Tuko naye watoto 8, wasichana 2 na wavulana 6. Wavulana 6, na kwa kweli mimi nampenda sana. Naye ananipenda sana. Na ndio maana niona leo tukue sisi sote hapa leo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Sijui kama kuna napoongea au unaweza kuongea na wewe. Basi rudia. Bwana Yesu asiwe. Sijui mchungaji mnanipatia dakika ngapi, kwa sababu sisi tunatumika hata roho na akili. Na sisi ni wainjilisti. Mnaweza nipatia hapa na usiku mnaingia, juu tunaongeanga sana. So naweza penda unipatie dakika zangu kusudi nijue kisi nitamanage zile dakika. Ukinipa naendaka tu, kwa sababu maandiko inakuyaka inashuka mpaka mnaanza sema sasa tutalala hapa sasa. Unajua hata roho na akili zifanye nini? Zimtumikie Mungu. Ukienda na roho hapana, akili hapana, hata roho na akili zimtumikie Mungu. Amen. Na maandiko inasema tukue na nini? Na kiasi. Kwa kila kitu. Kule matunda 7 ya Roho Mtakatifu, 9 ya Roho Mtakatifu, ile ya mwisho ni kiasi. Yaani kila kitu chenye kunafanya ukuwe na nini? Na kiasi. Amen. Kila kitu chenye utafanya hapa chini ya jua uko unajua ukuwe na kiasi. Ukitambusha kiasi, basi watu wanaanza ona aseme huyu ndani yake muko vitu mzuri, kuna vitu vyenye aliendeke. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen kanisa. Amen. Nataka niko nasikia amena yenu. Amen. Niko naisikia huko. Itanisaidia sana. Na nashukuru sana, ni dakika 30. Mimi tu ukiona mimi natambuka unapacha tu kidole na naishi hapo. Kwa sababu tusiende sana, tusiende. Hata kama neno la Mungu ni tamu, lakini tusiende sana. Amen. Na sije nitatumika na nani leo. Mungu sawa? Kwa kusoma? Sawa. Tunaenda na neno la Mungu. Tunaenda kusoma Samueli wa kwanza. Sijue kama mchungaji Patroko tayari. Utusomee Samueli wa kwanza. Tutasoma sana leo 17 mstari wa kwanza utaishia 16. Soma hapo mtumishi wa Mungu, shuka na maandiko. Samueli wa kwanza 17. Anzia mstari wa kwanza mpaka 16 kwanza utaishia hapo. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Tusome. Ndio. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita. Yes. Nao wakakusanyika huko Soko. Ndio. Ulio mji wa Yuda. Wakatua kati ya Soko na Azeka katika Efasdamin. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika wakatua katika bonde la Ela. Nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu. Na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu. Napo palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti.
aliyeitwa Goliati wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na 20 na shibiri moja. Alikuwa na chapeo na shaba kichwani. Tena amevaa dari ya shaba na uzani wake. Ile dari ya shaba ilikuwa shekeli 5,000 na za shaba. Tena amevaa sambamba ya shaba miguuni mwake. Naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake. Na mti wa fumo yake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Na kichwa cha mkuki wake ilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyemchukulia ngao zake akamtangulia. Nani anasema? Naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli. Akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si wa watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi. 9 inasema, kama akiweza kupigana nani na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia tafadhali. 10, yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno ya hayo ya Mfilisti, wakafadhaika na kuogopa sana. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrati wa Bethlehem ya Yuda, aliyeitwa jina lake Yese. Naye huyo alikuwa na wana 8, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Nao wale wana watatu wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani. Na majina yao wanawe watatu waliokwenda vitani ni haya: mzaliwa wa kwanza Eliabu, na wa pili wake Abinadabu, na watatu Shama. Naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote. Mtumishi wa Mungu, Luka 26 juu 26 inasema hivi. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo? Na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata akawatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Amen. 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 Neno letu la mchana wa leo ni kwa ajili ya kuondoa aibu ya Kristo. Amen. Amen. Kuondoa aibu ya Kristo. Kuondoa aibu ya Kristo. Tunaweza kuongea maneno mengi, tunaweza kusema maneno mengi kwa mchana wa leo, lakini ukifika nyumbani wakikuuliza kwamba leo mlifundishwa kwa ajili ya nini,
utasema kuondoa aibu ya nani? Ya Kristo. Hebu tuingie kwa maandiko matakatifu gisi inaongea. Nataka kwanza tuongelee juu ya nani? Juu ya Goliati. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba Goliati alikuwa Mfilistini na alikuwa shujaa. Ndio gisi maandiko inasema, na inasema ya kwamba alikuwa na mikono 6. Si tunapima kama metri hivi, mikono moja sio metri moja. Sasa imagine mwakili yako mtu mwenye alikuwa na mikono 6, maana yake alikuwa na metri 6. Sawa sawa? Twende mzuri, nataka tuelewe kwanza, tudeclare kwanza Goliath alikuwa mtu wa namna gani. Mikono 6, sijui kama inaweza fika hapa. Kuanzia hapa chini mpaka hapo hivi. Mikono 6 ndio ilikuwa urefu ile. Mikono 6. Upime mkono moja, mikono 2, mikono 3, mikono 4, mikono 5, mikono 6 ndio ilikuwa urefu ya mtu. Ndio kisi Goliath alikuwa. Maana yake ni mtu mwenye ukimuona tu alikuwa anatisha. Na huyo Goliath lakini alipanda na kiburi. Kwa sababu kiburi, ukishapandwa na kiburi ndio kama shetani aisha kuingia ndani yako. Amen, amen. Amen. Na pepo ya mauti ishakuwa ndani yako. Ndio kisi nakwambia. Goliath kwa sababu alikuwa ni jitu. Kwa sababu unaona hiyo tunafundishwa hivi, watu warefu wakiona si watu wafupi, kama mtu anakuangalia hivi, ile ndio inawaletea nini? Ndio inawaletea kiburi. Kiburi tu. Mtu anakuangalia hivi. Useme kwanza mtu kwa na metri 6. Si wengine kukuangalia tu ukichwa hivi tu. Sasa huyu bwana huyu, maandiko inasema ya kwamba mkuki wake tu mtu mmoja ndio alikuwa na ubeba. Mkuki tu mtu mmoja ndio alikuwa anabeba mkuki. Mwingine alikuwa anabeba sijui tari. Mwingine alikuwa anabeba sijui nini. Mwingine alikuwa anabeba nini. Yaani alikuwa mtu mmoja wa kutisha na mtu mmoja wa ajabu. Na maandiko inasema ya kwamba huyu Goliathi akakuja kusimama, maana Israeli walikuwa ngambo na Wafilisti walikuwa ngambo nyingine. Wamoja kwa hii mlima na wengine kwa hii mlima. Lakini sasa yeye alikuwa anajipiga kifua, akaanza kutukana majeshi ya nani? Majeshi ya Bwana wa Israeli. Basi maandiko inasema ya kwamba alifanya siku 40 kila siku yuko anakia kutukana. Na kila wakati ambao alikuwa anasimama kutukana majeshi ya Bwana, watu wote na mfalme Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu siwe. Amen. Kanisa tuko hapa. Wakati sie bote nasi wanaume na wanawake, sie bote tuko tunakimbia mtu. Unaanza hapa, hiyo ni mzaa kweli. Ukiona kuna pia shida na hapa ai makote hapa inatingizika hapa, kimbia. Kwa sababu wanaume tu wanakwamba kwa kabisa nguvu sana. Kunaweza tokea tukio, lakini wanaume wanakuwa nini? Wanakuwa wanasimama. Lakini maandiko yanakuambia kwamba na wanaume na mfalme na majeshi alikuwa anafanya akisimama kusema pati yote ni kutetemeka. Imagine Israeli yote inatetemeka. Unawaza ule alikuwa mtu wa mzaa? Hakuwa mtu wa kawaida. Mtu mwenye anatisha na majeshi na mfalme na nani? Yaani nyie wote mnaikala kukimbia. Haikuwa mzaa. Kutukana. Omoya unatukaniwa, amuko nyie wote na wanamke na watoto. Mungu mnatukaniwa nyie wote na watoto na wanamke nyie wote. Unaona kuba hiyo ya kushinda ile kweli? Sema naume mara mingi tunajisimamaka. Lakini sasa hii ilikuwa kali. Hii. Yenye wanaume viko wanakimbia na majeshi viko wanakimbia. Yaani unaona mtu unasema hapana.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa kwa sababu Mungu ni Mungu, Mungu apendake aibu. Na wewe ukisimama pamoja na Mungu uondoa aibu ya Kristo, Kristo atakuwa pamoja nawe. Amen. Amen. Na Mungu yuko anatafuta watu. Mungu hapo anatafuta watu wa kuondoa aibu yake kwa hiyo ulimwengu. Si mnaye yenye tuko mayo. Mungu yuko anatafuta wale watu wenye watasimama pamoja naye kwa ajili ya kuondoa aibu yake. Lakini watu biko wapi? Watu biko wapi? Na wakati Daudi huyo alikuwa kijana, alikuwa yuko mpori, Mungu yuko anamwandaa. Hakuna mwenye alikuwa anamjua. Mungu kumbi yuko anamtengeneza kule, yuko anamtengeneza. Yese akaambia Daudi anafika kunyumba kwa sababu alikuwa mchungaji wa kondoo. Akasema, "Hebu pelekea ndugu zako mikate kidogo kwenye wako kwa vita." Daudi akachukua mikate akaenda kwenye kaka zake wako wakipigana vita. Wakati alipofika huko sasa, akasikia namna Goliati tena anakuja kutukana majeshi ya Bwana, kwa sababu alikuwa anakuja siku 40. Imagine siku 40, maandiko inasema ni asubuhi na jioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi na jioni. Hebu tunaweza kusoma hapo ndio labda tuende sawa sawa. Asubuhi na jioni. Msomaji wetu asome kwa mstari wa 23 shuki. 23 inasema. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea. Ndio. Yule Mfilisti wa Gathi. Jina lake Goliati. Yes. Akitoka katika jeshi la Wafilisti akisema maneno yale. Yes. Naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia. Ndio. Wakaogopa sana. Alikuwa anaogopa sana tu. Watu wa Israeli wakasema, "Je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Ndio. Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza miti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli." Yes, kisha kwanza. Yaani ilionekana wakati watu, kwa sababu kutukaniwa na baba na mama na vijana, watu wote walishakuwa ni huruma tu. Hakuna wa kutetea wengine, hakuna wa kusemea wengine. Mfalme kama vile mfalme akasema, acha kwanza nifanye nini? Nichochee kwanza vijana, kwa sababu vijana labda kunaweza onekana mtu mmoja mwenye atajitoa mwanga aseme, "Bwana mie nitapigana na ule mtu." Bwana, vijana mwenye atao ule mtu mwenye atajitoa aende pigana naye, msichana wangu njoo. Na utajiri njoo. Na hiki njoo. Na hiki njoo. Lakini hata kama mfalme alifanya hivyo, hakuonekana hata mtu. Hakuna hata mtu mwenye alionekana. Watu wote wako wanaogopa. Hakuna hata mtu mmoja mwenye alijitokeza aseme, "Mie nitaenda kupigana na ule mtu." Hata mtu mmoja hakuna. Lakini sasa Daudi huyu wakati alipofika akasikia maneno ambao huyu Mfilisti alikuwa anaongea kwa ajili ya kutukana Mungu. Akasikia uchungu, akasikia hasira,
mafuta ya Roho Mtakatifu, ikawaka, akasikia hasira ya Mungu, kwa sababu kunakuwa hasira ya Mungu. Mnajua hiyo? Kwa hiyo siwe labda hii mambo ya kiroho, kunakuwa hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu, hasira ya Mungu. Ukisikia hasira ya Mungu, labda watu wanaweza kuona sawa vile auenei. Kwa sababu wakati Daudi alisimama kwa naambia Waisraeli mtu asivunjike nini? Asivunjike moyo. Huyu Mfilisti asiyetairiwa mimi nitamwangamiza, mimi nitamuua. Bwana Yesu asiwe. Amen. Akaenda kwa Sauli, atafanywa nini? Aseme mfalme atampatia binti wake, mfalme atamtajirisha, mfalme atainua taifa lake au atainua familia yake. Akasema mie huyu mtu nitamwende kuambia mfalme mimi nitafanya nini? Mimi nitamwangamiza. Kwa sababu alikuwa na hasira ya Kristo, aondoa aibu ya nani? Ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na kila mwenye anasimama kwa ajili ya kuondoa aibu ya Kristo, Kristo anakuwa pamoja naye. Amen. Watu wa Mungu mzuri, ukisimama tu na mtu mwenye ataondoa aibu asikiake watu. Amen, amen. Amen. Hapa kusikia mtu, unasikia kile kenye kiko kinakusukuma, kile kenye kiko kinakupanda, kile kenye kiko kinakukosesha amani, kusema ya kwamba mimi hapa nitaondoa aibu ya Kristo. Amen. Na Mungu anasimama pamoja na wewe na unafanya yale ambayo Kristo anataka upate fanya nini? Upate kuifanya. Daudi mfalme akasikia habari, akaita Daudi. Akamuita kijana, wewe kabisa aseme mimi. Anaangalia kijana. Wewe kabisa akamwambia mie. Hangi na mtu yuko na roho Mungu. Bwana Yesu asiwe. Amen. Mtu kama anaandaliwa na Kristo, hapana kucheza na wewe. Akuwe mtoto, akuwe nani, akuwe ule mtu yuko tofauti. Amen. Ule mtu yuko tofauti. Daudi mfalme akakamata manguo yake yote ya ufalme. Ewa, batu unaona mtu akishindwa akukuwaka aibu. Bwana Yesu asiwe. Amen. Mfalme Sauli, ukisoma mfalme Sauli alikuwa naye mkubwa, alikuwa jitu. Lakini imagine manguo yako wewe mtu mkubwa, uende badilisha mtoto mdogo. Aone kama ni aibu. Ni aibu, lakini kwa sababu ya kushinda na woga, anaona hata kijana kikanajitolea, basi tukaache kaende. Nani alikuwa anawaza sema kaende kufa. Daudi akamwambia mimi mtumishi wako niliua simba, nikaua nini? Nikaua dubu. Amen, amen. Niliua simba, nikaua dubu, na ule naye nitafanya nini? Nitamwangamiza. Haleluya. Daudi akapima kuvaa yale mavazi, lakini akaona ni mazito sana, akasema mfalme, hivi hapana. Hivi hapana. Mungu yeye apiganake na vile vyote. Hivi hapana, acha mimi nitaenda tu. Nitaenda gisi mimi naenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaenda akalokota mawe 5. Hatutaenda kumawe kwa sababu huko ni maneno mengi sana na wakati wetu uko kidogo. Akalokota mawe 5, akakamata gombeo. Tunajua gombeo si wote. Tunajua gombeo? Gombeo wakati tuko wadogo, tupito. Tulikuwa tunapigana mawe kabisa, tulikuwa tunawindana nayo. Na kuwinda nini? Na kuwinda mandege. Wakati tulikuwa tungali wadogo hivi. Labda watoto ya huko, lakini si wewe tulizaliwa kupori kule, tunaia topito. Unafunga mjareti hivi, unapiga ndege inaanguka, unaenda lokota. Benye wakule kwetu wanajua hivi. Ile topito ndio yenye alienda nayo. Akalokota mawe. Mawe 5 akaweka, akaenda pamoja na Bwana. Akasema leo hii ule Mfilisti asiyetairiwa mwenye alitukana majeshi ya Mungu nitamwangusha. Amen. Kwa ajili ya kuondolea Bwana nini? Aibu. Mungu
Mungu anapenda watu wa kumuondolea hiyo. Huko Mkristo unaona kwenye wanasema juu ya Kristo unanyamaza kimya. Mkristo unanyamaza kimya juu ya nini? Hapana kunyamaza kimya, sema kwa ajili ya Kristo. Amen. Amen, amen. Amen. Asa sie venye Mungu anatuma huko. Huko kwenye tuko huko Bulaya, si ndio Bulaya hii? Nye tulikuwa tunaomba Mungu na mafungo na maombi na kulia na nini. Mungu Bulaya, mie Mungu ukinifikisha tu huku Mungu nitakutumikia sana. Mungu nifikishe niende. Mungu anakuleta hapa sasa, unachanganyikiwa na shida. Unachanganyikiwa na shida, ilishakuwa mashifti, ilishakuwa nini? Haujani tena, haujue tena. Bwana, fanya hangi. Fanya hangi na kuona. Nilishaongea na watu sana hapa, sema mchungaji mie wakati niko Afrika nilikuwa naambia Mungu, nilikuwa nalia sana. Mungu nifikishe Bulaya Mungu. Kwa sababu Bulaya kuna kwaka ni juma tu moja, mwezi moja tu mwenzenu anakutumia mapicha, unaona mtu maisha madiriki. Mungu Baba, sina mimi siku gani Mungu? Utapanda ndege siku gani? Mimi majamaa zetu za maskini, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuvimba ndege. Wewe ndio wa kwanza, mjamaa yetu au mjamaa yetu, hamna wengine wameshapanda ndege. Basi tutafitana. Si ndio kweli? Wewe ndio wa kwanza. Hakuna mwingine. Sasa, wewe unajua kama unapata neema. Na Mungu anatutuma huku kwa ajili ya kazi yake. Watu wa Mungu hiki tumwijue. Mungu anatutuma Bulaya kwa ajili ya kazi yake. Hii niko nataka kuisema kwa sababu nilisikia mbingu iko yaongea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii niko nawaambia kama vile mtumishi wa Mungu na niko kwa madhabahu ya Mungu, mie peke na masikio yangu. Na vita haviyakuja, naona sisi haiyakuja. Si vita vikamu naona sisi. Nilikuwa niko Goma. Naona sisi niko Goma. Ndio kwenye nilikuwa. Mungu anasema vita haviyakuja hata. Watu nitawatuma wapi? Ulaya waende ubiri nani? Wazungu. Mungu ako na njia nyingi. Usianze aseme mpaka upate bursu upendewa, hapana. Na njia ya vita nayo yenyewe Mungu alituleta ni njia nyingine ya nani? Ya Mungu. Amen. Sasa unakia fika huku sasa unachanganyikiwa. Ole wako. Kama unaweza kuchanganyikiwa huku na Mungu anakuleta, unaanza tembelea kali, hauna tena mastress ya maisha, alafu sasa kazi ya Mungu sasa ndio unaacha nyuma. Sasa kwambia pole ni ole tu. Kwa sababu ipo siku wewe na mimi tutasimama mbele za Bwana. Utaulizwa, nilikutia maisha mazuri. Hii maisha yenye tuko tunaishi ni maisha ya patron. Unajua vile? Ni maisha ya patron wa Kongo. Yaani uangalie tu gari ndio unatembelea wewe peke uone tu. Ni maisha ya ministre wa kwetu. Ndio maisha yenye tuko nayo hapa. Sasa Mungu anakuweka mwile maisha, lakini unaona tu sawa vile hakuna kenye Mungu alikufanyia. Pole sana. Daudi vile Israeli wote wanafanya nini? Wanatetemeka. Nani mwenye atatuwia huyu mtu? Daudi akasema mtu asivunjike moyo, mimi niko naenda vitani. Na akaenda yeye mwenyewe na gombeo na mawe 5 akaenda. Akaambia Mfilisti kusema ya kwamba hebu kuja tukutanane. Mfilisti akakuja na Daudi naye akafanya nini? Akaenda. Mache sasa ikakuwa nani? Ikakuwa libitri. Wakaanza angalia sasa tuone nani mwenye ataangusha mwenzake. Wakati Mfilisti alikuja, Yesu alikuwa yuko anajiona ni yeye tu. Kumbe ajue kama mbele za Mungu wanaonekana sawa vile ndege. Huko na nabii wa Mungu. Mfilisti yeye yuko anajiona ni wa mkubwa sana, lakini mbele ya Mungu yuko anaonekana sawa ndege. Si ndio anauaga na nani? Na kombeo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata mpanga, hakuna hata mkuki, hakuna ndege, ndio tulikuwa tunawinda na nini? Na kombeo. Wakati alipokuja, kwa sababu Mungu acha Mungu aite Mungu tu. Alimconfuse, akaona mtoto mdogo akafanya nini? Akazarau. Utazarau. Unajua kiko ndani yake?
Acha kucheza na Mungu. Alipomuona akafanya nini? Akazarau, akaona sasa katoto Israeli nayo inachanganyikiwa. Katoto kaivi ndio kenye wananiletea mimi. Katoto. Mtu akishakuwa na Mungu apake mtoto. Na uwezi mshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Wakati balipokuwa hivi face to face yenye Waingereza wanaongea, kila mtu akaanza laani mwenzake. Goliathi akaanza laani nani? Daudi. Leo hivi mwili wako utakuliwa na ndege wa angani. Wewe mtoto mdogo, ausikie aibu, sijui nini na kulaani hivi na hivi. Daudi akamwambia ya kwamba utajua leo kama ulitukana majeshi ya Bwana. Na leo Bwana alisha kuweka mikononi mwa Goliathi. Akaona sisi ni mzao. Bwana alisha kuweka mikononi mwangu kwa sababu ulitukana majeshi ya Bwana. Na Mungu apendake vile. Ulitambuka mstari nyekundu. Akasema angalia haya, angalia katoto. Akamwambia ya kwamba leo hii unaona vile Daudi alifanya sasa, akakimbilia sasa Goliath. Goliath akaona Daudi anamwatakia, anakuja kwenye hiki. Alitia tu, wakati aliposogelea hivi anakuwa ana kwa ana hivi, Goliath akatupa mkuki kwa Daudi, haikumshika. Mwenzake akakamata gombero. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuelewane mzuri. Akakamata gombeo, akatia jiwe moja tu. Jiwe hili moja tu mgombeo akatupa, na ile jiwe likaingia Goliathi hapa kukipaji cha uso. Na Goliathi akafanya nini? Akaanguka. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jitu ikaanguka. Akamkimbilia. Ile mpanga yake alikuwa na kisu labda ni mtu wote mzima. Ndio yenyewe anaenda chukua ile kisu yake, na ndio yenyewe ilimkata nini? Ilimkata kichwa. Amen, imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ile kisu yake ile na ndio yenyewe ilimkataka kichwa. Na wakati Wafilisti wote waliona vile, wote wakaidilia. Nani mtasimama? Kwenye shujaa anakufa, na ndio mwenyewe tulikuwa sisi wote tunajitapia. Unaona ukikuwa na shujaa wenu, nyewe wote mko nyuma yake, nyewe wote. Lakini kuona jitu linaangushwa chini na mtoto mdogo hapa. Wanaume hakuna hata kuangalia nyuma. Hakuna kuangalia nyuma, ni mbio. Akaleta kichwa hivi. Akaleta nini? Kichwa Mwisraeli. Mama sasa benya wango yake. Unatoka furaha ingine yenye hawezi ifunga. Haiwezekani. Hawezi ifunga. Na kama unafurahi tu. Kama unafurahi, kama utafurahisha wengine, unataka kufurahi sisi wote. Sasa depanse tu tufurahishe. Usifunge furaha, seme unajifunga na furaha. Hapana, usijifunge na furaha. Wamama kamata mavikwembe, kamata nini, jifunga mkiuno, ale wanaanza imba wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauli aliua 1000 yake. Unasikia wamama? Bakaanza tena, Sauli aliua 1000 yake na Daudi anaua 10,000 yake. Amen. Hiyo ndio wimbo yenye ilikaleta shida katikati ya Sauli na nani? Na Daudi. Sauli akasikiliza wimbo, mama yuko anaimba. Aseme Sauli aliua 1000 yake na Daudi anaua 1000 yake. Ndio vile? Hapana, haiwezekani. Kumbe hawa watu hivi wanapati, inawakia tu huyu mtoto fanye nini? Alinyang'anye tu ufalme. Haitawezekana. Mpaka nifanye nini? Nimwangamize.
Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nimwangamize, uadui ukaingia kati ya Sauli na nani? Na Daudi. Na yeye ndio mwenyewe alikuwa anasema mwenyewe, unaona jinsi wanadamu wanageuka anytime. Mwenye alikuwa anasema mwenyewe ataondolea Israeli aibu, ataua huyu mtu, nitampatia binti wangu, nitamuinua, nitafanya hivi na hivi. Soma maandiko. Nadhani ulisoma bado. Kabisa. Nitamuinua, nitampatia utajiri na binti wangu ndio ule na kila kitu atapata. Alivipata tena. Alivipata. Soma Samueli wa kwanza 19. Enda ku 19:18. Usome hapo. 19:18. Soma hapo usikie. Soma katika jina la Yesu. Hivyo Daudi akakimbia akajiponya akamwendea Samueli huko Rama. Akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Ndio. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayoti. Nayoti, yes, endelea tu. Naye Sauli akaambiwa kusema, angalia yule Daudi yuko katika Nayoti. Yes. Huko Rama. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Ndiyo. Nao hapo alipowaona jamaa ya wanabii wakitabiri na Samueli. Yes. Amesimama kama mkuu wao. Ndiyo. Roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Yes. Chunga tu. Naye Sauli alipoambiwa alituma wajumbe wengine. Yes. Wao nao walitabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3. Ndiyo. Na wao pia wakatabiri. Ndiyo. Chunga. Na uko sawa. Uko sawa. Chunga tu. Naye Yotamu kwa mwisho. Kisha yeye mwenyewe, yes. Ndio. 22. Endelea kutusikie tu habari. 22 nasema. Kisha yeye mwenyewe akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Amen. Akauliza, akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Ndio. Na mtu mmoja akajibu, tazama wako Yotani huko Rama. Ndio. Basi akaenda na Yoti huko Rama. Na roho ya Mungu ikamjilia naye. Yeye naye akaendelea mbele huku anatabiri mpaka kufika na Yoti huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu kusema, je, Sauli ndiye yumo miongoni mwa manabii? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo ndio kwenye kulitokea nchi ya Nayoti Pentecostal Church. Mji wa makimbilio. Ile ni mji wa makimbilio kwenye Daudi alikimbilia. Ndio kwenye ile jina ya ile kanisa litokea hapo. Kama tunaweza kujiuliza, unasema ni Nayoti Pentecostal Church. Na hapo ndio kwenye natoka. Ni mji wa makimbilio. Wakati sasa uone sisi wanadamu tunakuwaka. Daudi hapa anatarajiwa apewe mwanamke. Unajua Biblia inasema apataye mke anapata kitu chema. Sasa wewe mwenyewe uko unatarajiwa upate mwanamke, unaanza kibishi. Kweli kabisa, wewe unaanza vile wewe unaweza ona. Banaanza penda sana wewe mafanya nini? Bakuue. Wewe ulikuwa unatarajia kama nataka pata mwanamke
nataka pata utajiri, jamaa yangu inataka fanya nini? Inataka kuinuliwa. Lakini sasa wewe unaanza kutafuta wafanye nini? Pakuua. Kama vile wewe unaweza ile maneno unaweza fanya. Unaona jinsi wanadamu wanakuwa. Wanadamu wanageukaka saa yote tu wanaweza geuka tu. Na ililetaka ile ni nyimbo zilizotoka kwa amani, mama. Sauli aliua 1000 yake, 1000 hivyo. Sauli aseme mimi nilipewa 1000 tu. Mimi mfalme mkubwa, 1000 na huyu mtoto 10,000. Mpaka ni maangamizi, mpaka huyu mtoto akufe, mpaka nimuue akufe. Bwana Yesu asiwe. Hii ilikuwa tu parenthesis, lakini neno letu la leo ni kuondoa aibu ya Kristo. Namna gani unafanyia Mungu kazi? Tunaingia mkazi ya Mungu sasa. Unafanyia Mungu kazi namna gani? Angalia jinsi unafanyia Mungu kazi. Eske vile jinsi unafanyia Mungu kazi ndio jinsi unapaswa kufanya kazi ya Mungu? Wakati uko hapa uko Mkristo. Ukishatoka hapa akukwake Ukristo wa uficho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akukwake Ukristo wa nini? Wa uficho, haikuwake. Au uko Mkristo au uko Mkristo. Unafanya kazi kukazi lakini hawaiwake kama uko Mkristo. Hawaiwake. Hapa tuko hapa hivi lakini hawaiwake. Ukikuwa kule hawaiwe kama wewe ni Mkristo. Akukwake Ukristo wa uficho. Mkristo anakuwa Mkristo fasi yote. Amen. Kwenye kote, kwenye huko, kama watakuua wakuue, lakini uditambulishe kama mimi niko Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Kristo. Kuondoa aibu ya Kristo katika kila njia, katika kila fasi. Na ndio maana ukisoma Wakorintho wa kwanza sura 6 inasema ya kwamba tuwe vielelezo kwa sababu Ukristo wetu usifanye nini? Utumishi wetu usizarauliwe. Kwa sababu kama hatutakuwa vielelezo katika kufanyia Mungu kazi na katika Ukristo wetu, utumishi utazarauliwa au Ukristo utazarauliwa. Na haipaswi Ukristo upate fanya nini? Uzarauliwe. Na tunapaswa kutetea Kristo fasi yote kwenye tunakuwa. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunapaswa kutetea Kristo fasi yote kwenye tuko. Mimi wanasema hivi, Mungu ana deni ya kila mtu mwenye alifikisha hapa Bwana. Amen, amen. Amen. Sio wote wenye tunafika hapa, Mungu ana deni yetu. Ana deni hata moja. Ana deni yako tena. Mungu ana deni yako. Wewe sasa ndio mwenye uko na deni ya nani? Ya Mungu. Mungu ana deni ya mtu mwenye alifikisha hapa. Hapana, hana kabisa. Kwa ajili ya hiyo, inabidi tufanyie Mungu kazi kwa kuondoa aibu ya Kristo. Unakuja kaona wa Kristo hapa, hivi inakuwa mambo ya aibu sana. Pesa ziko, lakini angalia sadaka ya watu iko natoa. Iko aibu. Kweli kabisa hiyo tuko tunaondoa aibu ya Kristo. Tuambiane kwanza ukweli kwanza. Ukweli kwanza ya mambo. Sadaka tu. Iko inakuwa aibu kutangaza sadaka, aibu. Na pesa tukose. Mtu anatoa $10 na uko na maelfu mu account kweli, hiyo ni kuondoa aibu ya Kristo. 5 10 bengine bangapi wanatoa ule mananimu makuini kama makuini ile yuko anasema. Na wengine wanapia mikono wazi mbele za Mungu. Hiyo sio Kristo. Unapaswa jipanga ukienda sadaka siku ya Mungu. Hairuhusu ukienda mbele za Mungu mikono wazi. Hiyo kitu tuachane nayo watumishi wa Mungu na watu wa Mungu. Unapaswa jipanga, unapaswa kuleta sadaka kwa sababu hakuna mwenye anakosa pesa. Hatukose pesa. Hakuna mwenye anakosa pesa mkubwa. Hakuna mwenye anakosa pesa. Kila mtu yuko na pesa.
Kuya mikono wazi mbele za Mungu sio maandiko. Watu wa Mungu, inabidi tubadilike. Inabidi tubadilike kuondoa aibu ya Kristo. Mambo ni mengi sana, naona muda wangu unaisha, lakini mambo ni mengi ambayo tunaweza kuongelea kwa ajili ya kuondoa aibu ya Kristo. Ujue ya kwamba kama wewe unajua uko Mkristo na unajua mambo yenye inaweza kuaibisha huduma au kazi ya Mungu, ikwe katika kuimba, ikwe katika kuhubiri, ikwe katika kushuhudia Kristo, ikwe katika kuomba, ikwe kazi yoyote hili, ikwe katika kutoa, kuondoa aibu ya nani? Kristo. Kuondoa aibu ya Kristo. Hiyo ndio neno hiyo. Tuende nyumbani, lakini uko unajua ukikaa mkanisa, lakini niko hapa niondoe aibu ya nani? Ya Kristo. Na Bwana abariki neno lake. Neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana mchungaji kwa neno nzuri. Nadhani sisi sote tulisikiliza jinsi ndugu wetu atufundisha kwa siku ya leo kuhusu juu ya Daudi. Tunalinganisha na maisha yetu ya kimwili au ya kiroho. Wewe mfilisti wako ni nani? Ni kutokutosha sadaka? Ni kushindwa kushukuru? Ni kuja kushukuru mbele ya Mungu mikono bure? Mahubiri yako ni mazuri sana mchungaji, na Mungu akubariki sana. Amen. Amen.